Yes, ni kukaribishe kwa moyo mkunjufu, moyo ambao umejaa furaha, nikiwa zimesalia siku kadhaa tu kutamatisha mwaka 2025. Tumeketi kibindoni, wachambuzi wa soka na washereheshaji wa umma wa Napro Media. Hii ni online media ambayo inafanya kazi yake vizuri sana pale mjini YouTube, na ukiingia hata kwenye page yake maalum ya Instagram basi utapata vitu kadha wa kadha. Na siku ya leo tumeketi, tuko na mjadala mtukufu kabisa kupitia lugha adhimu na aushi ya Kiswahili, tukiangazia zaidi Simba Sports Club, mnyama aliyejichimbia na kujipalula mwaka 1936. Leo tunavyozungumza wamepita magolikipa wengi zaidi nguli Tanzania, hata wale ambao kwa Tanzania, lakini tunavyozungumza timu ilikuwa na magolikipa wanne. Tunamzungumzia Pinpin Musa Kamara, tunamzungumzia bwana mkubwa ambaye yupo na national team kwa sasa hivi, lakini pia tunamzungumzia bwana mdogo Abel, lakini pia tunamzungumza Alexander. Huko kunani Simba mpaka sasa hivi tunavyozungumza Pinpin Musa Kamara ameshafanyiwa operation, lakini pia golikipa ambaye alikuwa na national team bwana Zuma hivi tunavyozungumza alikuwa na national team kule Morocco, lakini amepata majeraha. Sasa hivi timu imebakia na magolikipa hawa wawili ambao pia hawapewi chapuo kubwa zaidi kwanza kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia kumbuka Simba wanashiriki michuano mikubwa barani Afrika, Champions League, lakini pia michuano ya ndani kwa maana NBC Premier League, lakini pia Mapinduzi Cup na michuano ya FA Federation Cup inaendelea kwa sasa hivi ni CRB Federation Cup. Na tuangazie mjadala huo sasa. Mimi ni Nyika Jiara the Ilinga Finest, lakini siko mwenyewe, niko na mchambuzi mahali dhawa kabisa, mchambuzi ambaye ameshakizi vile vigezo vya uchambuzi. Tunasema ni hawa ni football analyst wawili tumekutana siku ya leo kwenye mjadala mmoja, 2 in 1 in track 1. Bwana, mambo vipi kwanza bro? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko poa kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko vizuri? Niko poa. Uko vizuri kabisa? Niko vizuri kabisa. Bwana, tuangazie mjadala wa Simba Sports Club. Wamebakiwa na magolikipa ambao walikuwa hawapewi chapuo kubwa zaidi kwenye kikosi chao cha kwanza. Simba ambayo inashiriki michuano mikubwa. Binafsi, wewe unaiona wapi Simba? Dirisha dogo hili hapa linakuja. Je, kuna haja ya kurudi sokoni au tuwape matumaini kama ilivyo kwa Ali Salim Katolo msimu juzi? Kwanza Simba Sport Club ni miongoni mwa timu bora barani Afrika, na siku zote kitu ili kiwe bora basi kinahitaji watu bora muda wote ambao wanatakiwa wafanye kazi kwa ustadi ambao unatakiwa. Kwanza mwanzo kwa mashabiki pamoja na watu ambao ni wapenzi wa timu husika, yani hapa tunazungumzia wapenzi wa Simba Sport Club. Manake siku zote wamezoea kupata kilicho bora, basi muda wote wanahitaji kile kilicho bora. Tunazungumzia magolikipa wawili ambao tayari walikuwa ni wanaongoza kuwepo kwenye kuwapa kile kilicho bora mashabiki wa Simba. Hapo namzungumzia Yakubu Suleiman pamoja na Musa Pinpin Kamara ambaye aliumia mara kwanza na akaenda kufanyiwa upasuaji nchini Morocco. Sasa alibaki Yakubu Suleiman ambaye naye kaenda kupata majeraha akiwa na timu ya taifa, ambaye ndio golikipa ambaye alikuwa anafanya kazi kwa siku za hivi karibuni. Sasa wamebaki na Hussein Abel pamoja na Alexander Erasto, magolikipa ambao mpaka sasa hivi wana miaka takriban 2 wanaitumikia Simba, lakini hawajapata muda mwingi wa kucheza. Kwa hiyo tunaiona Simba ambayo inahitajika kuingia sokoni ili kwenda kuwapata magolikipa wazoefu kulingana na kundi walilopo kwenye ligi ya mabingwa pamoja na mechi zingine za NBC Premier League pamoja na Mapinduzi ambayo inaelekea kuanza hapo kesho. Na binafsi labda unaweza kaona Simba Sports Club kwamba hiki ambacho kinafanyika, je, kuna recovering ya haraka inaweza ikafanyika au moja kwa moja tuingie sokoni sasa kuangalia magolikipa? Naamini ujio wa Steven Becker, kocha mpya kutokea pale Stellenbosch ya Afrika Kusini, ni moja ya makocha wazuri. Sasa kama Simba watakubali kuwa, yani mashabiki wa Simba au wapenzi wa Simba watakubali wampe muda Hussein Abeli na afanye kazi kwa kumwamini kwamba anaweza kufanya kilicho bora, basi Hussein Abeli anaweza akatumika kwa kocha Steven Becker. Lakini kwangu mimi naamini kwa klabu kama Simba Sport Club haihitaji mtu ambaye anatakiwa aende akajaribu kulingana na kundi. Kwa sasa hivi wamecheza michezo 2 kwenye ligi ya mabingwa na wamepoteza michezo yote 2. Kwa hiyo unaangalia Simba haihitaji mtu ambaye anatakiwa akafanye majaribio, bali inahitaji wamtafute mtu ambaye anatakiwa akafanye kazi kwa ubora uliotukuka na kila mmoja akaamini kazi inayofanyika. Na pengine labda wamepita wachezaji kadha, acha kuwepo
Tanzania One Salum Aishi Manula, lakini wakati huo pia alikuwepo nyuma yake Ali Salim Katolo ambaye pia alishawahi kufanya makubwa zaidi kwenye dabi ya Young Africa dhidi ya Simba pale Mkokwani Tanga, lakini alishawahi kupata pia kunako michuano hii ya CAF Confederation Cup akafanya vizuri. Pengine labda kwa Hussein Abeli inaweza ikawa ni trust wana Simba wakamwamini, au ni dhofu iliali, kwa sababu tunazungumza kwenye mithili miwili ya magolikipa. Kuna magolikipa ambao tunasema ni stopper, anasimama kwenye mstari, lakini pia kuna wale ambao ni sweeper, anatoka kwenye kisanduku cha 18 na kwenda kuvunja hatari au kunusa hatari kwa haraka zaidi. Abeli ana huo utayari, au Simba unaona kuna namna fulani anaweza kumtumia moja kwa moja? Hussein Abel goalkeeper kipindi anatoka kuitumikia Tanzania Prisons pamoja na vilabu vingine kama KMC, alikuwa ni mmoja wa magolikipa ambao alikuwa anafanya kile kilicho bora sana kwa muda wote. Ukiangalia listi ya magolikipa kwa miaka hivi karibuni, magolikipa wa kizao ambao kwenye miaka 4 iliyopita, basi Hussein Abel naye yumo, utawajumuisha kina Yona Amos, lakini pia wapo magolikipa wengi na Daniel Mgore. Hussein Abel anachukuliwa na Simba manake alikuwa ni bora, na Simba waliamini kwamba anamchukua mchezaji ambaye anaenda kufanya kazi iliyo bora, lakini Simba isivyo bahati ameenda kujichanganya na walio bora zaidi yake. Kwa hiyo Simba wamemchukua Hussein Abel wakiamini ya kwamba ni moja magolikipa ambao ipo siku watawatumia, kwa sababu wamemsajili mtu ambaye anaamini ni bora. Lakini Simba isivyo bahati amekutana na watu bora. Hapo namzungumzia Musa Pinpin Kamara, kakutana na Aishi Salum Manula ambaye kaondoka kaelekea Azam, lakini pia yupo ambaye alikuwepo Ali Salim Katoro ambaye naye kaondoka kaelekea Dodoma Jiji. Kwa hiyo unaona Simba ambayo mpaka sasa hivi kwa sasa Hussein Abel sawa, anaweza akawa ni golikipa ambaye anaweza akaenda kufanya kazi kwa ubora, kwa sababu ni moja magolikipa tayari ameshafanya kazi na magolikipa zaidi ya 4 ambao ni bora kwenye kikosi cha Simba Sport Club. Ila swali na shida itakuja moja kwamba je, wana Simba wapo tayari kumwamini Hussein Abel kusimama kwenye milingoti mitatu ya Simba Sport Club na akaitetee nembo ya Simba kulingana na hatua ya makundi, ambapo sasa hivi Simba ilipo kwenye kundi ambalo ipo na mechi ambayo wanaiendea zidi ya Experience de Tunis. Hilo ndio shida ambayo inaweza katokea kwa upande wa Simba. Sasa mwalimu mpya Steven Beka, huo ndio utaamua, je, goalkeeper aliyemkuta anafanya kilicho bora na anaingia kwenye mfumo ambao yeye anaenda kutengeneza akiwa na Simba Sport Club. Wapo wachezaji kadha wa kadha ambao washakopita Simba na matumaini yakafifia. Kuna mchezaji alitoka Tanzania Prison, Jeremia Kisubi, moja ya magolikipa ambao nilikuwa na wahusudu sana 2019 mpaka 2021. Golikipa wa viwango sana, golikipa stop at the same time, ni golikipa ambaye ni sweeper. Pengine labda kwa Alexander inaweza ikamharibu, ukiona labda Hussein Abel ameanza au ikatokea ameletwa golikipa mwingine, itaharibu mtazamo wa hawa magolikipa ambao walikuwepo kwamba hawapewi trust kubwa. Moja kwa moja, kwanza mimi naamini ya kwamba siku zote mchezaji ili aonekane bora basi anabidi afanye kazi ndani ya uwanja, yani tuone dakika 90 anafanya kazi gani. Wapo wachezaji wengi ambao walishawahi kupita Simba, mechi za karibuni walikuwa hawapati nafasi, lakini kuna mechi baadhi walipokuja kupata nafasi wakaonyesha kiwango chao kwa ubora zaidi. Na sio Simba, ni vilabu vingi duniani. Wapo wachezaji ambao kuna muda walikuwa hawapati nafasi, lakini pale walipopata nafasi walionyesha kile kilicho bora zaidi. Hussein Abel leo hii tunamuimba kama mchezaji ambaye huenda akawa ni wa daraja la kawaida, kwa sababu bado hajapata ile nafasi ya kwanza moja kwa moja kwenye timu. Tunamzungumzia Ali Salim ambaye amepita Simba Sport Club, alikuwa ni mmoja wa magolikipa ambao alikuwa anasubiri kupata namba, lakini Ali Salim ndio huyu alienda kufanya kazi bora kwenye mchezo wa dabi kati ya Simba Sport Club na Dar es Salaam Africans. Lakini pia bado akafanya kazi nzuri kati ya Simba Sport Club zidi ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo tunaona kwa hiyo kuna muda tunaona kama kuna wachezaji baadhi endapo watakuwa wanapata muda wa kutosha kwenye timu, basi naamini kuna muda wanaweza katupa kile kilicho bora. Sasa Simba kama itaingia sokoni, ina maana ya kwamba wanaingia sokoni wakiamini ya kwamba wanatakiwa kumtafute golikipa ambaye ataingia moja kwa moja kwenye mfumo na kwenda kuisaidia timu kwa uharaka zaidi. Umenikumbusha mbali sana Simba Sports Club dhidi ya Wydad Athletic Casablanca. Tumezango Rebonye kwa wakati huo yuko bora sana. Man of the best striker kwa wakati ule alikuwa ni Tumezango Rebonye. Lakini tunazungumza kwa upana zaidi bwana Potembo, lakini kikubwa tuangazie sasa na inavyofahamika kwamba hivi vilabu vinahitaji testi halisi ya mashindano. Simba Sports Club tunavyozungumza mpaka wasaa huu ameshakwisha kupoteza michezo
miwili ya CAF Champions League. Urejeo wa Steven Becker unaweza ukaingia na namna moja ya kuongeza matumaini kwa wachezaji, lakini pia kuongeza morali. Lakini pia sasa wakati tunaliangalia hilo, Simba Sports Club, je, imani yao kubwa walionayo kwa sasa hivi, wewe unaona mfumo gani au wamejiimarisha sehemu gani na sehemu gani ambayo haiko bora sana? Simba Sport Club, kwanza sehemu ambayo iko bora ni sehemu ya mashabiki. Yaani moja ya kitu ambacho mpaka sasa hivi kinawapa nguvu kubwa sana hata wachezaji ambao wapo ndani ya uwanja au wanaoitumikia Simba, basi ni mashabiki wanapowasikia mtaani. Mpaka sasa hivi Simba imepoteza michezo miwili, lakini hakuna ni washabiki wachache sana ambao wamepoteza matumaini na Simba kufika hatua ya robo finali. Hiyo ndio kitu, yani hiyo ni sehemu ambayo ni moja ya sehemu kubwa na nguzo muhimu sana kwa wana Simba wengi au kwa timu husika. Na hata Steven Becker anakuja Simba ambayo tayari imeshapoteza michezo miwili, lakini akizunguka mtaani, naamini washabiki wengi wanaamini ya kwamba Simba Sport Club kuvuka hatua ya makundi sio mjadala tena, bali wao wanafikiria kwenda kuvuka robo finali. Sasa kama unakutana na timu kwenye hali kama hiyo, ina maana Steven Becker ujio wake unatakiwa akawalipe kile ambacho mashabiki walichonacho kwenye akili zao mpaka sasa hivi. Kwa hiyo Steven Becker kaja kwa wakati sahihi, naamini mpaka sasa hivi timu zikiwa zipo kwenye mashindano ya Africa Cup of Nations, yani AFCON pale Morocco, basi ana muda wa kutosha kuitengeneza Simba ambayo huenda ikaenda ikatupa kile kilicho bora kwenye michuano husika ya klabu bingwa. Kwa hiyo naamini Steven Becker kaja kwenye klabu ambayo tayari ina pressure kwa kile ambacho imeshakifanya, kwamba mechi 2 za ligi ya mabingwa imepoteza, kwa anatakiwa atengeneze Simba ambayo inaenda kushindana kwenda kutafuta kile kilicho bora kwenye michuano husika. Steven Becker yamkini amekuja wakati ambao Simba haipo kwenye comfort zone, yani haipo kwenye utulivu wa kwenye kushabiki, kwa maana mashabiki, wanachama, wapenzi, lakini pia saikolojia za wachezaji, mentality, wanawaza vitu vingi sana, kwamba tumeshapoteza michezo miwili, tunaenda kucheza dhidi ya Esperance Sportive de Tunis, timu ambayo pia inafunga magoli, lakini pia ina uwezo mkubwa zaidi wa kudefense, kwa maana ya kuzuia. Binafsi sasa, wewe kama mchambuzi, unahisi Simba waende kwa namna gani? Kwa sababu hapo tayari mentality za walio wengi zilikuwa zimeshapotea. Ujio wa mwalimu unabadilisha chochote? Ujio wa mwalimu Steven Becker, kwangu mimi naamini kuna kitu ambacho wana Simba walikaa chini na kujiuliza na kufanya kile kilicho bora. Walimchukua mwalimu ambaye alikuta Stellenbosch ya Afrika Kusini ikiwa haina jina kubwa sana barani Afrika. Lakini huyu Steven Becker amekaa na Stellenbosch ndani ya miaka takriban 7 mpaka sasa anaondoka. Amechukua Stellenbosch na kaifikisha hatua ya nusu finali kwenye ligi ya shirikisho, kombe la shirikisho barani Afrika, na ilicheza na Simba Sport Club ambapo ilitolewa. Sasa unaona huyu Steven Becker ambaye pia